Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu unayeendelea kufuatilia na kutazama chaneli hii ya The Sword of End Times. Na leo ninaenda kufundisha kwa kibali cha Mungu kuhusiana na majina 18 kwa kadri Mungu alivyonijalia. Sio kwamba Mungu ana majina 18, ana zaidi ya. Mungu wetu ni Mungu wa sifa na hayo majina yenyewe yana sifa zake. Kwa hiyo mimi nitaenda kukufundisha wewe kwa kibali alichonipa Yesu mwenyewe, kukufundisha kuhusiana na majina yake aliye yeye Mungu wa mbinguni na maana ya hayo majina. Najua kwa namna fulani itakuongezea elimu na kumjua Mungu zaidi na zaidi, na kwa nini anaitwa jina gani, kwa nini jina gani alipewa, kwa nini jina gani anajiita. Watu tunaona katika Agano la Kale wa Israeli au Wayahudi walikuwa wanamuita Mungu kwa majina tofauti tofauti kulingana na sifa zake. Kwa hiyo mimi kwa kibali nilichopata, Mungu amenisaidia kupata majina haya 18 na leo nitaenda kushare na wewe au kushirikisha kwenye haya majina. Basi bila kupoteza muda, jina namba 1 la Mungu wetu wa mbinguni ni Yehova au Yawe. Jina hili linamaanisha mimi ndimi niliye, au mimi ndimi, au niko ambaye niko. Kwamba hii inaonyesha kwamba Mungu yeye yupo tangu mwanzo na hata milele ataendelea kuwepo. Kwa hiyo hili jina ndio linamaanisha hivyo, Yehova. Na jina namba 2 linaitwa Elohim, linamaanisha Mungu muumbaji. Hili jina linaonyesha kwamba sifa ya uumbaji. Tunajua Mungu ndio aliumba vitu vyote mbinguni na duniani. Hata tukisoma katika kitabu cha Mwanzo pale sura ya 1 mstari wa 1 anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo Elohim ndio maana yake. Na jina la 3 ni Adonai, na jina hili linamaanisha Mungu mwenye mamlaka, kwamba linaonyesha kwamba utawala wa Mungu na mamlaka yake juu ya kila kitu ambacho amekiumba yeye. Jina la 4 ni El Shaddai, linamaanisha Mungu mwenye uwezo au Mungu mwenye nguvu katika kutoa mahitaji na katika kutimiza ahadi zake alizowaahidia watu wake ambao ndio sisi hapa au mimi na wewe. Jina la 5 ni Jehova Yire, linamaanisha Bwana ataleta au kwa Mungu inapatikana. Kwa hiyo katika kazi zako zote, shida zako zote, mahitaji yako yote, Mungu anaweza akakupa ukikaa ndani yake. Kwa hili jina yeye anaitwa Yehova Yire. Na Yehova Yire mwenyewe ninaongelea sasa hivi au na majina haya ni ya Yesu Kristo mwenyewe, kwa maana yeye ndio Mungu. Kwa hiyo ni majina yake mengine ambao hata Wayahudi walizoea kumuita, hata sasa hivi wanamuita. Kwa hiyo jina la 6 anaitwa Yehova Rafa, yani maana yake Mungu anayeponya au Mungu mponyaji. Kwa hiyo Mungu mponyaji wa vitu vyote, wa akili zako, wa mawazo yako, wa mwili wako, wa roho yako na hisia zako zote. Mungu anaweza kukuponya. Kwa kama una magonjwa na mawazo, Mungu ndiye anayekuponya. Yeye anaitwa Yehova Rafa. Lakini jina la 7 ni Yehova Nisi. Hili linamaanisha kwamba Bwana ndiye bendera yangu au Mungu ni bendera yetu. Linaonyesha ushindi wa Mungu juu ya adui zetu na ulinzi wake kwetu. Na jina la 8 ni Yehova Shalom. Inamaanisha kwamba Bwana ni amani au Mungu ni amani. Kwa hiyo katika yeye tunapata amani na utulivu katika maisha. Wewe unayesumbuka, endelea kumwamini Mungu ambaye ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Yeye atakupa amani, anayesema kwamba amani yangu ninawapa mimi, sio kama amani ya ulimwengu huu. Kwa hiyo jina la 9 anaitwa Yehova Sidikenu, linamaanisha Mungu ni haki yetu, kwamba yeye ndiye anayetuhesabia haki, yeye ndiye anayetupa sisi kwa kadiri ya mapenzi yake na kwa kadiri ya haki ambayo tumestahili. Haki ni jambo ambalo sisi ni lazima tupate kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo yeye ndio haki yetu. Inawezekana una mahitaji fulani lakini watu wanakuonea, mgeukie yeye, anaitwa Yehova Sidikenu ambaye ni Yesu huyu. Linamaanisha kwamba Mungu ni haki yetu. Jina la 10 ni Yehova Roi. Hili linamaanisha kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, kwamba Mungu huyu ndiye anayetuongoza na kututunza.
Kwa hiyo katika shida zako zote usikimbilie kwa miungu mingine, bali kaa ndani ya uwepo wa Yehova Roho ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ndiye mchungaji wetu, na mchungaji anajua kwamba unahitaji usalama, anajua kwamba unahitaji kula, anajua unahitaji kuvaa, anajua njia gani inatakiwa ipite. Kwa hiyo mtegemee, atakuvusha katika mapito yako. Na jina la 11 anaitwa Eli Elioni. Hili linamaanisha Mungu aliye juu sana au Mungu mkuu sana, kwamba yeye ni mkuu kuliko kitu chochote duniani na mbinguni. Kwa hiyo anaitwa Eli Elioni, yani Mungu yeye ni mkuu sana. Usitishwe na kitu chochote duniani nje ya uwepo wa Mungu. Usitishwe, wala wachawi wasikutishe, majini yasikutishe, kwa maana Mungu tuliye naye ambaye ni Yesu Kristo anaitwa Eli Elioni. Yeye ndiyo Mungu mwenye mamlaka yote, aliye juu sana. Lakini ya 12 anaitwa Jehova Shama. Linamaanisha Mungu yuko hapa au Mungu yupo, kwamba hili linaonyesha kwamba Mungu yupo katikati ya watu wake, au tulipo sisi watu wake ambao ni mimi na wewe. Mungu yupo katikati yetu. Yesu mwenyewe anakuja anathibitisha kwamba walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Kwamba Yehova Shama ndio linamaanisha hivyo, Mungu yupo pamoja nasi. Kwa hiyo usiogope, Mungu yupo pamoja na sisi. Hata ukiwa peke yako una matatizo, wewe endelea kumwamini yeye, atakusaidia. Na jina la 13 anaitwa Eli Olam. Linamaanisha Mungu wa milele, kwamba yeye hana mwanzo wala mwisho. Yani yeye ndiyo mwanzo na yeye ndiyo mwisho, Alfa na Omega. Kwa hiyo muamini yeye katika shida yako unayopitia. Wewe amini yeye ndiyo mwanzo, ameruhusu upitie, na yeye ndiyo mwisho ambaye atakusababisha wewe utoke katika hiyo shida na kumtukuza. Maana anasema nitakuokoa nao utanitukuza. Kwa hiyo hilo ni jina namba 3 na namba 13. Lakini jina namba 14 linaitwa Eligibo. Linamaanisha Mungu mwenye nguvu au Mungu shujaa. Linaonyesha nguvu na ushujaa wa Mungu katika vita na katika kushinda maadui, kwamba maadui zetu wote tunamwitia Eligibo. Ni Yesu jina lake, anamaanisha Mungu shujaa au Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo usiogope, yeye ndiye atakayekupigania katika shida zako zote. Lakini jina la 15 anaitwa Yehova Mekadeshkem. Maana yake ni Mungu mwenye kututakasa au Mungu atakasaye, kwamba yeye ndiye anayetutakasa, anayetuosha madhambi yetu na tusafisha. Ndio maana Yesu anaendelea kujithibitisha kwamba yeye damu yake alimwaga, anatutakasa. Kwa hiyo anaitwa Mekadeshkem, kwamba anayetuosha na kututakasa. Na ndio maana wengine wanamuita Mekadesh, yani maana yake ni mtakatifu. Kwa hiyo yeye ndio anayetutakasa na kutufanya watakatifu. Lakini jina namba 16 anaitwa Yehova Sabaoth. Linamaanisha Mungu wa majeshi. Kwamba hapa linaonyesha kwamba Mungu ni mkuu juu ya majeshi yote ya mbinguni na ya duniani, kwamba kila kitu unachokiona duniani, jeshi lote, labda jua, nyota na mwezi na vitu vyote vinavyojaza, vingine wanadamu na kila kitu, yeye ndiye Mungu wa majeshi, anaitwa Yehova Sabaoth. Kwa hiyo hilo nao ni jina lake, mtegemee yeye, ndio Bwana wa majeshi, jemedali wa vita. Jina namba 17 anaitwa Yehova Suri. Maana yake ni Mungu ni mwamba wangu, kwamba hapa linaonyesha kwamba Mungu ni tegemeo imara na salama na kimbilio la nguvu katika nyakati za shida. Kwa hiyo katika shida zako usikimbilie miungu mingine, mkimbilie huyu Yehova Suri ambaye ni Yesu mwenyewe. Yeye hapa anajiwakilisha kwamba kama mwamba ulio salama, mwamba ulio imara. Katika shida zako mtegemee yeye, naye atakuvusha. Na jina la mwisho au 18 kwa leo nililobarikiwa mimi kupewa na kuyafahamu haya majina linaitwa Elkana au Kana. Maana yake ni Mungu mwenye wivu. Yani hapa linaonyesha kwamba Mungu ni mwenye wivu kwa ajili ya upendo na uvumilivu wa watu wake, na yeye kwa upendo wake hapendi kutuona sisi tunaabudu miungu mingine, na hawezi kuvumilia kama tutafanya kuabudu miungu mingine, au mtu yote anayefanya kuabudu miungu mingine, Mungu huyu ambaye anaitwa Elkana au Kana atamwadhibu, ili mradi ajichukulie sifa na utukufu yeye. Kwa hiyo hayo ndio majina 18. Mpendo, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare na kulike, ili mradi kazi hii iweze kwenda mbele na ujumbe uendelee kwenda mbali kwa watu wengine.
Kwa hiyo kwa leo neema hiyo nimepewa, na kushukuru sana. Mungu akubariki kwa kufuatilia hadi mwisho. Amina.